hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha nini unaposema ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili? Angalia maneno haya matano. Namba moja, ndoa hukufanya uwe na uwezo wa kufanya maamuzi. The ability to decision making, uwezo wa kufanya maamuzi. Na hapa ndipo ndoa nyingi sana zinaharibikia. Tatizo la muda mfupi unalipa maamuzi ya muda mrefu, na tatizo la muda mrefu unalipa maamuzi ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye ndoa, chunga sana unavyofanya maamuzi. Ngoja nikupe haka kakisa. Mzee mmoja kwenye makanisa yetu haya alikutana na mzee mwenzake, walikuwa kwenye kazi za kanisa. Yule mzee akamuuliza, walikuwa wake zao walikuwa wanaleta chakula kule kwenye kazi za kanisa. Sikia vizuri. Sasa mke wake akachelewa kuleta chakula. Akamuuliza jirani, rafiki yangu, mbona wewe mke wako anakuheshimu sana, analeta chakula mapema? Yule mzee akamwambia, nyinyi mnajifanya Wakristo mno, piga mwanamke ndipo atakapokuheshimu. Yule mzee katoka pale bila kuchanganya za kwake, akapiga mke wake mpaka akapasua mfuko wa uzazi. Sasa amekamatwa, wakamweka lock up hapo mahabusu miezi michache ili kesi funguliwe. Anaporudi kanisani, wamekaa kumuondoa ushirika. Ndipo anawaambia, kabla hamjanifuta ushirika, mfuteni na mzee fulani, ndiye aliyeniambia na yeye huwa anapiga mke wake. Mzee akasema, sikiliza, mke wangu naye ni mtu mzima, muulizeni kama nimewahi hata kumfinya. Mama anasema, wala huyu baba wa watu hana shida. Ndoa nyingi zinavunjwa kwa kukoswa akili. Ukiona watu wameshikana mikono wanakuja kanisani, unasema, oh dadi, na mimi natamani tushikane mikono. Unajua type ya mume uliye naye? Umeona? Tena ngoja, katikati ya juma hili nitazungumzia habari za runinga. Watu wanaangalia kwenye runinga, watu wanakula kuku kwa uma na visu, wanabebana mgongoni. Halafu anasema, aha, sasa sikiliza, na mimi baba fulani naomba nibebe. Mkuria kubebe. Wakuria ni watani wangu. Nataka kubebwa. Kwa hiyo chunga matatizo unavyoyasolve. Namba 2, ndoa inakukomaza akili kwa sababu inadhibiti mihemuko. Nisikia vizuri. Mhemuko kwenye ndoa unatulizwa. Ukiingia kwenye ndoa na mihemuko hautoboi. Anakuudhi lakini bado ni mwenzi wako. Wamama mlioko hapa mtanielewa sana. Una kisirani naye lakini bado unamwambia, baba fulani karibu maji ya kuoga. Hata kama umenuna lakini maji umepeleka. Na hakuna chakula utapeleka chote, chakula cha aina zote utapeleka. Na maanisha cha asubuhi, mchana na jioni. Usiwahi ambako sijafika. Kwa hiyo unatuliza mihemuko kwenye ndoa. Namba 3, kwenye ndoa unapata uwezo wa kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. Tunaishi kwa ajili ya mwingine kwenye ndoa. Lakini namba 4, kwenye ndoa inakupa uwezo wa kutunza maagano. The capacity for covenant keeping. Sasa vijana, hii nao muisikilize. Nikisema maagano, simaanishi yale mliosimama kanisani mkasema, utamtunza katika shida na la. Sikiliza, maagano hayaishi yale tu tuliofunga tukiwa chini ya mapadri, chini ya wachungaji, chini ya mashehe. Maagano ni pamoja na yale mliofunga chini ya mwembe usiku. Wewe jichanganye tu. Wewe mwambie, ukinikubali Dina, mimi nataka nikwambie kwangu hautapika kwa mkaa, ni mwendo wa jiko la umeme. Ni maagano, maana Bwana ameyaona. Maagano ni pamoja na yale unayoyafunga ukiwa kwenye chumba chako, kwenye simu. Unajua mimi Bwana, ukija kwangu hata kukutukana sitakutukana, nitakuwa nalala chini unanikanyaga badala ya carpet. Tunza maagano na uhakikishe unatimiza kwa jina la Bwana. Tunza maagano. Kwa hiyo kwenye ndoa tunakumbushwa kutunza maagano, maana ndoa ni